lakini Jina anasema kwamba sio uongo, bali nina hisia mbele yako, nina hisia na wewe. Bwana ni noma sana hapa. Jina anampiga busu ama anampa romance Ramsey bila uoga wala mashaka namna wote, mpaka Ramsey aamini kwa Jina kumpa moment kama hii, na kama mtoto wa kiume Ramsey anajibu mapigo kadri zikanavyo. Baada ya hapo Jina ni kama vile amini alichokifanya. So kwa nini amini alichokifanya? Hizi ni hisia binafsi, ni hisia za ukweli za upendo zilizopo ndani ya Jina mbele ya Ramsey. So hapa Jina na mpenzi wake, lakini mpenzi wake anashindwa kusimamia majukumu yake kumpenda, na mpaka anaanza taratibu kuingia ndani ya hisia kubwa sana, hisia nzito sana na Ramsey. Aloni anakuja kwa Jina na anajitetea kusema kwamba samahani madam, ilikuwa ni bahati mbaya, sijasamilia, ni mara moja tu simu yangu yani iliingia huku ilitokea huku, simu yangu ilizima, si umeme ulikatika, sika simu yangu chaji. Lakini Jina anampa lawama kinoma Ramsey, kumwambia kwamba wewe hujawahi kuona upendo wa dhati mbele yangu, wewe hujawahi kunipenda kila siku, kila muda, kila wakati, ni mwanaume kunilagai. Sawa, mimi nakubali kama umeamua kunongopea na kama umeamua kunilagai haina shida. So uko mbali na mimi, huna masomo mazuri, mpaka leo hii pia umerudi, huna masomo mazuri, kazi yako ni kunidanganya, kunongopea. Mimi ni mtoto wa kike na haki ya kupenda, na pia na haki ya kupendwa pia. Lakini Aloni anajitia kinoma, anasema kwamba basi kama jana imeshindikana, basi leo pia naweza nikakutoa out. Lakini leo hii Jina kama kuna kebu fulani hivi anacho mbele ya Ramsey, mpaka Jina anapika pajikoni, lakini anapika pajikoni anamuonea aibu kubwa sana Ramsey bwana, anajificha muda Ramsey anaingia jikoni. Lakini Ramsey alimshika kafe madam tu ni alilewa, alikunywa pombe na sio kivile sana, sio kwa ukubwa sana jinsi ambavyo alivyomchukulia madam. Anashangaa kwani madam anaonea aibu yani so Mchizi alisema kama jana imeshindikana, basi leo pia ni siku tutoke zetu out kwa pamoja, kwa wakati mmoja wanafunga safari na kutoka zao out bwana. So mshikaji huyu anamvimbia kinoma mlinzi, anamwambia kwamba mjomba, sisi tunatoka mara moja, then baadaye tutarudi, tukirudi tufungulie mlango sawa. Lakini kwa mbali sana Ramsey kama akaanza kuwa na wivu ama moyo wake kuanza kumuuma kutokana na hii moment ya mshikaji ambayo anaifanya, hii moment ambayo mshikaji anaitenda ya kumchukua udem na kwenda naye out. I say Ramsey taratibu sana ikaanza kumuuma na ikaanza kumpeni mdogo mdogo ndani ya moyo wake, kama kuna kitu fulani hivi kimetengenezwa. Leo hii Jina yuko na Suzy, kisha Jina anamwambia Suzy kwamba Aloni amerudi, lakini kwa bahati mbaya sasa hivi sina hisia tena na Aloni. Sijisikii chochote nikiwa na Aloni, bali najisikia amani sana nikiwa karibu na Ramsey. Kiufupi, kuna hisia binafsi zipo mbele ya Ramsey na si Aloni tena. Aloni ni mwanaume muongo, mdanganyifu, na si mwanaume ambaye mwenye upendo na mimi mbele yangu, na si mwanaume ambaye mwenye upendo wa dhati mbele yangu. So mimi binafsi nina hisia ama na matamanio taratibu na Ramsey. Mimi taratibu nina hisia binafsi na Ramsey, na sijui hizi hisia naziepuka vipi ama naziskipu vipi mbele ya Aloni, kwa sababu Aloni ni mtu wangu, ni mchumba wangu. Lakini Susan anamwambia kwamba wewe sikia, mwambie cha kufanya, ukileta ujinga kweli utampenda kweli mtu kisha utampenda mlinzi wako, huo ni ujinga. Cha kufanya wewe fanya hivi, anza kumlia buyu, anza kumlia bati huyo Ramsey, kuwa naye mbali, usimsogelee wala usiwe naye karibu tena. So hapa sasa Susan amempa ushauri mzuri sana Jina, kumwambia kwamba kaa mbali naye. Sasa Jina sasa akaanza mazoezi ya kuwa mbali na Ramsey. So hapa Ramsey anamsalimia Jina, lakini Jina hata itikii, mpaka Ramsey anashangaa, kuna kosa gani ambalo nilifanya kwa madam? Mbona madam anashindwa kuitikia salamu yangu? Lakini ndio hivyo bwana, Jina ameanza kufanya kazi ushauri ambao alikuwa anapewa, ushauri ambao aliopata kuambiwa kwamba mlie buyu yani. Mara nyingi, mara kadhaa madam anatoka anamlia buyu, pia madam anaporudi pia anamlia buyu Ramsey, mpaka Ramsey anashangaa kuna kosa gani, kuna baya gani amelifanya mbele ya madamu wake Jina. Lakini Jina yupo kwenye tizi la kumlia buyu tu, hakuna kosa lolote, bali ni husuda tu za Susan ndio zilofanya leo hii bwana Ramsey analiwa buyu hapa. Sasa Susan anamwambia vipi kuhusiana na mazoezi mazima ya kumlia buyu Ramsey, lakini Jina anasema kwamba mazoezi yanaendelea vizuri sana, mazoezi yako poa sana, najitahidi sana kumpotezea Ramsey, lakini moyo wangu unashindwa. Lakini Susan anamwambia kwamba huo ndo mwanzo, jitahidi, kaza,
pambana, utamsahau tu, haina shida. Lakini bwana Gina anasema kwamba najitahidi kadri iwezekanavyo, najitahidi kadri ninavyoweza kumsahau mshikaji, kumsahau mchizi, kumlia buti umchizi, lakini moyo wangu unaonesha kama una hisia zito sana mbele yake. Na yani kuna mvutano fulani hivi, kama unanivuta hivi, kama unanisukuma hivi, nishindwe kujizuia mbele yake. Lakini Susan anambia kwamba hiyo ndo kwanza, ukikaza vizuri moyo wako utakuwa sawa tu, moyo wako hautompenda tena mshikaji. Sasa leo hii Ramsey amekuja kumuuliza madam, kwani kuna kosa gani ambayo mimi nilokufanyia mpaka wewe unaamua kunikaushia mimi, mpaka mimi unaamua kunilia buyu? Ni kosa gani nilokufanyia, ama kuna mapungufu gani ambayo yalitokea mbele yako? Lakini bwana Gina hana jibu kamili wala hana jibu la kutosha kumjibu vizuri ama kumjibu pasavyo Ramsey, na Gina anabaki tu akijua anajikantakata. So Ramsey anavuta kiti, baada ya kuvuta kiti asema kwamba unaonekana una kazi nyingi sana, hebu kwanza nikusaidie maana kazi zako unafanya mpaka mimi usinijibu. So kubwa zaidi, ama nataka mimi unijibu ni kosa gani ama kivipi mpaka inafika stage mimi unanikaushia, unanilia buyu na unanilia bata, wakati mimi yani sina kosa lolote mbele yako na sina ubaya wote mbele yako, lakini wewe unanilia buyu. Kwa nini na kivipi yani mpaka madam inakuwa hivyo? Lakini Gina anamwambia kwamba hapana, mimi ni bosi wako, nitachoamua kufanya, nitachoamua kutenda, wewe ndio ufuate. So kama nimeamua kulia buyu, basi wewe kausha, ni mambo asiwe mengi sana wala kusiwe na mipango mingi sana, na usinioje sana, na sitaki kuojiwa. Tafadhali tamani kwa hilo. Mshikaji anasema sawa, kama ndio umeamua hivyo haina shida, lakini sio vizuri wala haipendezi wewe kunilia buyu. So Ramsey anamwambia kwamba kumbe hauna sababu binafsi ya mimi kunilia buyu kumbe hauna sababu maalum ya mimi kunilia buyu. Sasa kwa nini unanilia buyu yani wakati mimi nishawahi siku moja nikapiga mate hapo mbele yako? Na leo hii Ramsey anafosi mate mbele ya Gina, na Gina hana uwezo wote wa kumzuia wala kumkataza Ramsey kushindwa kumpiga busu mbele yake na hadharani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu bwana Gina ana hisia binafsi mbele ya Ramsey kiasi kwamba anashindwa kujizuia. Hii yenyewe mikazo ya kumpa ama mikazo anayompa ni mikazo tu ambayo anajikaza, na force kubwa mikazo yaenda kwa Susan, lakini hapa anaungwa mate, na anapungwa mate Gina hana uwezo kujizuia, na zaidi kwa ukubwa zaidi yeye Gina mwenyewe ndo ana force ama ndo anataka ili swala liendelee ama moment iendelee. So Ramsey anamwambia kwamba ushindwe ukome tena, usije kurudia tena mimi kunizuia ama kushindwa mimi kunisalimia ama kuwa naye karibu. So Gina anamwambia kwamba samahani sana, nisamee sana, na Gina bila yana pasipo shida yote anaamua kumpa busu zito sana. Gina baada usiku wa jana anamletea zawadi Ramsey bwana, kumwambia kwamba hii ni zawadi yako. So Ramsey anasema kwamba zawadi yangu umeniletea mimi, asante basi. Anamwambia sawa. Hapa Gina anajikishikisha tu mbele ya Ramsey kwa sababu hana uwezo wala hana power tena. So kiufupi bwana, Gina anaishiwa power mbele ya Ramsey. Mara mlango unagongwa na Ramsey anaenda kufungua mlango, hapa kufunga mlango. Kwa bahati mbaya sana bwana, ama pasipo kutegemea, Aloni anaingia ndani. Aloni amekuja kumuona Gina, na baada ya kuja kumuona Gina anamkumbatia kisha anaondoka naye. Hii moment inamuuma kinoma ni Ramsey. Hii moment inamuuma vibaya mno Ramsey, na kujiuliza inakuaje, kwa nini, kivipi mpaka umchizi, mpaka umshikaji anamchukua demu wangu na kuondoka naye ndani yani. Afu demu huyu anapigwa za umalaya kwa sababu mimi anikubalia fresh, then hapa anakuja bwana wake pia anamkubalia. I say so hiyo moment Ramsey inamuuma sana, na baada ya Ramsey kumuuma sana anaamua kufunga vilago vyake, anaamua kuchukua mizigo yake na kuondoka. Lakini bwana anapoondoka, Gina anakuja kujitetea mbele ya Ramsey kumwambia kwamba hapana, yule Aloni mimi sina mahusiano naye, wala simuhitaji mbele ya maisha yangu, wala simuhitaji tena mimi kuwa na yule. So ile siku ambayo alokuja nilimkaribisha ndani, baada ya kumkaribisha ndani mimi na yeye tulifika tamati, mimi na yeye tuliagana. So Ramsey anaamua kumpenda kweli Gina, kumwambia kwamba mimi nakupenda, mimi nakuhitaji mbele ya maisha yako, mimi nataka uwe mpenzi wangu, lakini mimi siwezi kuwa hapa kwa sababu mimi nina wivu sana na wewe. Kwa hiyo naomba niondoke, naomba tu niwe mbali na wewe. Lakini Gina kumwambia kwamba hayo yote ambayo unaosema wewe ni zaidi ya mimi. Mimi nakupenda zaidi, mimi nakuhitaji zaidi, mimi nataka kuwa na wewe karibu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Kifupi mimi nina hisia na wewe. Naomba usiondoke, karibu ndani, njoo ndani, tuanze maisha yetu tukiwa tuko pamoja kabisa. Ramsey bila yana anaingia ndani. Wote wawili wameambiana, wote wawili wamekubaliana, wote wawili wameelezeana kuhusiana na masuala mazima yote ya kupendana, kutakiana
na wote kuwa na hisia. Sasa hapa maisha rasmi yakaanza, si Aloni tena kuwa mlinzi, wala si Aloni tena kufanya kazi ya ulinzi ndani ya nyumba, lakini sasa penzi titi for tati, penzi full charge kabisa, limenoga, penzi kubwa. So muda mwingi wanapika wote, wanakula wote, wanakaa wote na wanaishi wote, na wote kwa pamoja wanaenjoy pamoja sana kwenye penzi lao, kwenye huba lao. Kiufupi ni raha sana kukutana wawili ambao mnaopendana. So wanapikiana mpaka wanalishana, yani muda wanalishana, muda wanapetiana bwana. So Ramsey akatoka ili aende jikoni kwenda kuchukua uma mwingine ama kwenda kuchukua chumvi fulani hivi, lakini muda Ramsey anatoka, mchizi Aloni anaingia ndani kuja kulilia penzi lake, kuja kulitetea penzi lake, kusema kwamba mpenzi wangu, kipenzi changu, mbona napiga simu lakini simu unazopiga unazikaushia, unazilia buyu na hautaki tena mawasiliano na mimi mbele yangu. Lakini bwana Gina anamwambia kwamba mimi na wewe tulishamalizana, mimi na wewe tushaambiana ukweli wa kusema kwamba sikutaki wala sikuhitaji. Ramsey anapokuja anakuta mazungumzo mazito, mazungumzo makali mbele yao, na anasema kwamba huu si mlinzi wa geti, mbona fango za kawaida, kisha hapa mnalishana, mnakaribishana na mnalikana pamoja hapa meza moja, kwa nini kivipi Lakini Ramsey akaona goes nyingi hapa. Ramsey anaondoka zake na Gina anabaki na Aloni, lakini Gina anamchana ukweli Aloni kumwambia kwamba mimi na wewe sasa hivi mapenzi yamekwisha, sihitaji mapenzi na wewe wala sihitaji mahusiano na wewe, na ukweli ni kwamba mimi nampenda sana Ramsey kuliko nampenda wewe. So naomba cha kufanya, achia maisha yangu, sikutaki mbele yangu, sikutaki kwenye maisha yangu, naomba yajue yako, fanya yako. Mimi na wewe hatupendani, tusipendane wala tusitukutana tena. Kiufupi mimi sikupendi mbele ya maisha yangu. Na hapa leo hii Gina anamtoa nje bwana Aloni kumwambia kwamba hakikisha leo nakuwa siku yako ya mwisho kuja hapa nyumbani kwangu, usije kusubutu tena kukanyaga mbele nyumba yangu. So hii moment ambayo inaendelea, hii moment ya Gina kumchana Aloni kumwambia kwamba mimi na wewe basi kwenye nyumba usije kurudi tena. Ramsey anaisikia, kisha anamwambia Gina, hakika umeamua, hakika unanionyesha thamani mbele yako, hakika unaonyesha thamani kubwa sana mbele ya penzi letu. So japokuwa mimi ni mlinzi wa geti, lakini heshima hii, upendo huu umeubeba sana mbele yako na umeinua na umeamua kuutangaza kwa mpenzi wako, kwa mtu ambaye anakupenda. Hakika wewe kweli unanipenda, na mimi nitahakikisha upendo huu na ulipiza pia na nautunza kadri iwezekanavyo kwa ukubwa mkubwa sana. Sasa leo hii bwana Ramsey ameahidi ya kwamba upendo huu ambao unakuwa nao nitaulipiza. Ramsey bwana baada ya kupewa nafasi na Gina hakutaka kufanya ajizi. Leo anamvisha pete mbele ya rafiki zake, mbele ya ndugu zake. So mbele ya Suzana alikuwa anaona leo hii bwana Gina anavishwa pete. So Suzana alikuwa ni asidi mkubwa sana, ama alikuwa mamluki makubwa sana mbele ya Ramsey kuwa na penzi na Gina, lakini bwana mapenzi bwana shauriki, mapenzi hayaambiliki. So fanya figisu zako zote ambazo utakazoweza, lakini mapenzi ya watu wawili bwana wanaopendana hayafichiki wala hayaambiliki. Kikubwa zaidi hayashauriki. So ushauri mkubwa wa Suzana, lakini umefua dafu. Ushauri mkubwa sana wa Suzana hapa haujaona ndani. Na leo hii bwana Ramsey anamvisha pete Gina na kumwambia kwamba nakupenda sana, nitakupenda sana na nitakupenda milele daima. So na movie yetu nafikia hapa. So mwisho wa movie hii ndio mwanzo wa vigongo vingine bwana. Bye bye.